Watu wamekukasirikia God sana. God atakufikiriaje vibaya surely? Mtu amekucreate. God akona riba ya wase wengi sana. Na God ako concerned na watu wengi sana. God anashughulikia vitu zenye wewe ulikosea. Na wewe unasema bila wewe hakuna life na bila mimi pia hakuna life. Mahipa of the tongue. Haisikiagi mtu akisema anaweza taka audi. So unapata youth ameoa dem lakini anasikiza sana mama yake kuliko wife yake. Mama's boy. Nani unaweza sema kati ya 100 million your mother or your wife? Love your God with all of your heart. Hiyo uchungu wenye ulikuwa unaombea mama yako nayo, mbona hiyo uchungu ungebadilisha uombee wazazi wengine? Welcome to the Masters Podcast where Jesus Christ is the master and we are the pastors. Kama kawaida, yes, my name is Eric and of course I'm Pastor Eric and of course I am with Teacher Moriranja. Yes, with Teacher Moriranja. And we are delighted to be here. Kama kawaida, ama sio? Kabisa, man. Yes. So, today we are going to talk about something that it is either concerning you or concerning your neighbor next to you. Yeah. Why people are angry with God. Mbona watu wamekukasirikia God sana. Wow. So that is such a good topic. Yes. Watu wengi wamekasirikia God. Mbaya. Because of several reasons. Also wamebondea God. Umebondea God because of several reasons. So those are some of the reasons zenye tunataka kuangalia leo, na kama kuna reason tutaacha utuongezee hapo kwa comment section kama kawaida. So teacher, have you ever met someone ama we ushaikasirikia God to an extent zenye ulijua enyewe hapa nimekasirikia God for one reason or the other? Mimi yenyewe kusema tu kweli. Yeah. Mimi nimekuwa na fear ya God kutoka nikiwa mtoi. Yaani ile design hata kama time siko nimeokokaga. Yeah. Sijui ama God alisoma hiyo ni kumkasirikia. Lakini niligrow sijakasirikia most time. Okay. Juu nakwambia huku nje wase ni vocal kuhusu hii rada. Yes. Wase wamekasirikia God sana. Wase wanaona God amewalet down. Yeah. Sana. Yeah. Na nakwambia kuna time fulani nilipatia goi someone na God. Sijui ama nilishoot ama sikuishoot. Maybe iko kwa account zangu. Yeah. Watu wamebondea God huku nje. Yes. God amefail watu. Yeah. Wana feel God umetufail. Yeah. There's a time tuliendaga kupreachia dem fulani. Evangelism pale Kahawa Wendani. Yeah. Tulikuwa na Mbogi. So evangelism hapa na pale nini. Tukaingia kwa keje ya mse fulani kwa Genje. Keje ilikuwa hapo tukapreach. Ule dem alituambia gani aje, wacheni waambie. Na ni mabola. Akaniambia acha niwaambie. Mimi sitambui huyo God. Yeah. Anawaambia live atambui God. Yeah. Mpaka mnashtuka. Anajua God yuko. Yeah. Kujua anajua God yuko, lakini nimekasirikia God. Tukaacha kupreach kwanza tukamuuliza ni aje rada. Akaniambia sikiza. Mokoro wangu alidedi. Na nilipray God sana na nikapray God mamangu asidedi. Yeah. Na mamangu akadedi. Sasa mbona hiyo siku God hakunisikia? Na pia I think umeniambia the same thing. Yeah. Hapa kuna zabe fulani wewe jiongee jibonge. Ushai meet. Mimi meet first hand. Msana ananiambia mimi God amenikasirisha. Me personally nimemeet wasanii. Msanii mgani wewe ukiniambia nyuma ya kamera? Unamjua? Mimi sitaki kutaja mtu yoyote. Lakini nataka kusema hivi. Wewe utakuwa judged by God according to ile influence yenye God amekupea. Na I hope sana unasikia story kama mama yako alikufa na ulipray God ukamwambia na rosari, ulikuwa unapray na rosari. Na ukaenda mpaka kwa podcast nyingine na ukaongea hii story. Na ukasema ya kwamba wewe utambui God tena kwa sababu mama yako alikufa. Kama by God's grace utasikia hii, ujue ya kwamba kuko na watu wengine wamepoteza mama zao na wewe ukuwaombea na hiyo uchungu. Hiyo uchungu wenye ulikuwa unaombea mama yako nayo, mbona hiyo uchungu ungebadilisha uombee wazazi wengine? So wewe ni selfish. Why? Because wewe unataka tu mambo yako, God ashughulikie mambo yako. Kuna mtoto pale, wacha hata wewe mwenye uliacha ukiwa na miaka 15. Kuna mtoto pale
uliona mama yake akikuwa mgonjwa, akienda hospitali, akirudi, mpaka siku ya mwisho ukisikia akikufa, na hata siku moja haukuamka hata usiku, ama hata kuchukua hiyo rosari yenye ulikuwa unaombea mama yako nayo ukaombea huo mzazi. Alafu sasa hivi venye mama yako anakufa ndio unataka kusema mama yako ni important sana, ati sasa unataka kasirikia Mungu. Pole sana kama nimeongea kwa uzito, lakini it is something to consider about. Kuna several reasons zenye zinafanyaga watu wakasirikie God. Kuna hiyo personal tragedy na loss. Unapata umepoteza mseko familia. Unafaa kukumbuka ya kwamba kabla hata mama yako kuwa important kwako, God anafaa kuwa the most important person to your life. Because first of all, wewe si wa mama yako, na mama yako si wako, na mama yako si wa bwana yake ama baba yake. Sisi wote we are the children from one source. Ngori basi from God. So ngori inatokana na ownership. Yes. Mse ana feel like mama ni wangu. Uni mama yangu. Uni mama yangu. Na wewe mama unaita mama yako. Si mama yako. Yeah. Unaelewa vile nasema? Yes, ni mama yako amekuzaa. Huu ni mama yangu. Lakini mama yako si wako. Mama yako ni wa mtu mwingine anaitwa God. Yeah. Napenda sijui kwa nini nimesahau hiyo scripture. Kwa Jeremiah. Yes. Hebu ipige Google. Iangalie mali God anasemaga ati I am the Lord. I am the God of all flesh. Ushaona scripture? Deadly sana inakuwa kwa Jeremiah. Ndio wase waelewe. Ndio mtoto wako unamuita mtoto wako. But bado si mtoto wako. Umepatiwa timeline ukuwa na huyo mtoi. Kama umempata mtoi ukiwa mbao. Na atadedi akiwa so. Umepatiwa huyo mtoi for 8 years. Ukuwe tu ni mtoi wako. Juu heaven hata mtaitana baba na mama. Yes? Jeremiah 32:27. Jeremiah 32. Umesema hii Bible yangu nisicheze na hiyo vako? So Jeremiah 32:27. So it is very good to remember the most important law that was given by Jesus Christ. And the Lord God said, love your God with all of your heart. All of it. So the biggest part, it should be the part that God resides in. Mama yako anafaa kuja number 3. And I will explain why. First of all, umeambiwa, love your mother. Love your God with all of your heart, with all of your mind, with all of your soul, with all of your strength. Yeah. Okay? Akataja mother yako hapa. First ni God. Ninataka kuonyesha mama yako hata anafaa kuja number 4, sio number 3. Ala. When you have first love God with everything. So God inamaanisha aje? Every decision, because those who love me, they follow my commandment. According to John 14:15. Sindio? So it means hiyo ulikuwa unanipima uone ama niko rada. You confuse, unajua ni 14 na 15. So mimi jipata maidhani nimesema 14:15. Ama 15:15. So nilikuwa nataka kuanza na hiyo verse ndio nipeane hiyo ingine. Unajua 14. If you love me do what I say. 14:15. If you love me do what I say, meaning everything that the first decisions that you consider ni kenye God amesema. So God is the first influencer of your life. Nataka kuonyesha mbona mama yako anafaa kuwa huko number 4 in your heart. Okay? Secondly, the Bible says, love yourself as you love. Love your neighbors as you love yourself. Unajua mbona nimesema love yourself? Unajua mbona nimesema love yourself as you love your neighbor? Sikiza hii. God told me on the other day. Tuko kwa dispensation yenye people are loving others more than they are loving themselves. Hiyo ndio dispensation tuko sasa. That's why I'm confused because it was going na bado inaendanisha. Yeah. Bado iko fiti So saa hii ukitaka kuambia wase how they should love themselves. So unawaambia unaona venye unapenda na so and so si hata si bado inaendanisha. Watu wame love. More than themselves. Ndio nakwambia inaendanisha. So tuko kwa hiyo dispensation ya watu wamependa wengine kuliko themselves. Hiyo tutaiongelea siku nyingine. But now love yourself. Love your neighbors as you love yourself. So the second person you should love, it is yourself.
The third person you should love. When you leave your mother and your father and you get that girl and the girl gets that boy, the flesh becomes what? One. So the third person you should love is your wife. Na sasa ngori inakuagaje? Bado tujafikia mother. Umeiona? Tuko number 3. Mgoro wako bado tujafikia. Kuna ka post fulani nilichekigi kwa online. Unaweza choose nani? Hapo pameko $100 million. Then kuna your mother. Then kuna your wife. Then wako kwa maji ni kudrown, wana drown. Na uko na lifeline moja ya kurusha usave mse moja. Nani unaweza save kati ya 100 million, your mother or your wife? Juu kama kadota kangekuwa hapo mimi yenyewe unaweza save. Ungesave daughter. Mimi vibaya sana. So ungeduaje hapo? Kaza nicheke. Kuna mother hapa, kuna wife hapa na kuna $100. Na kuna $100. Million, kwanza ni $1 million. Ile siku itafika. Ndajua nda save nani. Lakini umeona hiyo swali vile iko na uzito fulani. Juu madhako acha hata na dola. Hata na $100. $100 unaweza tafuta. $100 million unaweza saka. Madhako na wife yako, who comes first? Oh, nimepata answer. That is a riddle by the way. Mimi naweza save wife yangu and I will explain why nita save. Meaning pia mtoi wako anaweza save hazi yake ama wife yake na siku. Wacha niseme kwa nini. Niko comfortable na hiyo. Unajua kwa nini? Juu pia madhangu kwa na bwana yake anafaa kumsave. Okay. Juu mimi nikikosa kusave bibi yangu, nani atasave bibi yangu? Na madhangu kwa na hazi yake mwenye anafaa kumsave. So mimi nafaa kusave wife yangu. Wacha mkoro wako drown. Mkoro wako kwa na hazi yake, atasave hazi yake at the end of the day. Mkoro wako anafasikia hiyo. Anafasikia hiyo kwa sababu hazi yake ni God. So hakuna msenene. So anafaa kusave na mandemo wake. Anafaa kusave na God, anafaa kusave na mandemo wake huko. Na mimi ni save huyu kwa sababu nikikosa kusave huyu ndakuwa nimesin to God. Because huyu na mimi ni one. So endelea sasa kutoka kwa God yourself. Ukitoka kwa God yourself unaenda kwa your wife. Then ukitoka kwa your wife, from there you can choose who you want. Walai. To love. Unaweza chukua mtoi wako ama nini? Because unaona kitu kama love ikuagi ati ni kitu mse choose by the way. Ni kitu hiyo gonna happen automatically. Unapata umeoa uko kwa marriage but unapenda mtoto wako hata kuliko wife yako aje. Hebu nikuulize. Mbona unasema hivyo? Panga hierarchy. Yeah. Panga hierarchy. Hizo hierarchy imekunaisa. Ipo sana. Juu inakuoneshaga huyu love ya umse iko side gani. Panga hierarchy ya God. Si ndio? After God nani unafaa kupenda sana as a man? As a man? A married man. A married man. Si unafaa kupenda wife ama? God wife. God wife. Ni God wewe wife. Ufai kupenda wife yako kuliko vile unajipenda. Because example ni love your neighbor as you love yourself. So every time utakuwa na river from you ukipeleka sasa kwa neighbor. So God wewe wife. Alafu sasa watoi. So hata mokoro hajafikiwa kwa huko down. Si ndio nakuambia? Meaning lakini kuna magalde mwingine wanakuwa ganda za ovyo. Hata wase wengine wako married. Usikiwa wanakuwa ganda za ovyo. Yeah. Juu wameka God then mama yao. So unapata youth ameoa dem lakini anasikiza sana mama yake kuliko wife yake. Yaani kwa hiyo hawakuwezi fanyika kitu yote mpaka mama yake aseme. Maze hiyo naona gani kucheza ndogo. Mama's boy. Usikii wewe kama jamaa unafaa kupanga keja yako. Uende utasema vile kuta happen. Na wife yako wako na say kwa hao yako. Unakamtena unacheki dem anasikiza madhake. Umeoa dem anasikiza madhake kuliko vile wewe anakusikiza na wewe ndio the man of the house. Unapata? Hiyo iwezi waka. God ukiwa wife wewe husband wako. In fact you are one. Third party wanakuja huku down chini. So turudi kwa mada yetu ya leo. Yes. Tragedy. Personal tragedy or losses. Hiyo ni part number 1. Okay. Ndio maana uaga wana dis God. Unapata una dis God juu hiyo. Juu sasa mambo imekuwa ni ngori pande yako. Maybe ni personal business imefall.
Na unajua umekuwa ukipeleka hiyo tithe pale hivyo church. Unajua kwanza mapasi acha nikwambie. Mapasi wako kwa ngori. Juu the moment mseme kwambie pastor mimi kuna hii shida ni kuna hii biashara naanzia. Na ndio hii fast fruit. Naomba Mungu sana iende. And then maybe vitu zinakosa kuwa venye ilikuwa inafaa kuwa. You God kitu ya kwanza huwa I think wase hawajai understand pasi. Ati God hawezi mtwist mkono wako na taifa. Yeah. Vile amepapasi vitu ziende, muombe msiombe zitaenda hivi. Yeah. Uwezi amtwist God juu umetoa. Unafaa kujua God ni msovereign. Sovereign inamaanisha ata do whatever anani. Yeah. Na God si ayuko si bad man. Yeah. Ati anatry kuadhingireria rada. Yes. Unaona? God anaicheza vivyote vile for your own good. Not only wewe mpaka kwa wase wote wale wamekuzunguka. Exactly. So hiyo unanswered prayer inakuwa disaster kubwa sana kwa watu wa God, because the moment umefeel ni kama God hayuko faithful, unaweza anza kumdis. Mimi hata si nilingojeaga God miaka 10 ni bado hakukam. Mimi si hata nilingojeaga God, hata nilifanya vile God alikuwa anasema na ikukam. Na huo mtu kama huyo ukisikia anaongea hivyo, huo ni mtu very hard kuweza kumrudisha back into the will of God. Because yeye amesha test na ashaona, ameona hii kitu hai work for me, unaona? But mimi naweza ambia mtu mwenye ameona hivyo, first of all unafaa kujua you are a very selfish soul. Yes, because wewe unataka, unajua unataka ukuje na agendas zako, God akuje aingie kwa agendas zako, God afanye venye wewe unasema. So kati ya nyinyi wawili na ndio God. Kama God anafanya kenye unasema, wewe ndio God. Unataka kuwa God. Unapambana na God. Kiti yake. History ya salvation na history ya kingdom, because tuliambiwa tu first seek the kingdom of God. Neogoka ni unakuja una shed off every part of you. Kama itakuwa important Mungu atakwambia rudia ile jacket ile ilikuwa important kuja nayo. Lakini unakuja kwanza ukiwa si ni kuwa born again. Kwa hiyo ukiwa born at first ulibazaliwa na nguo. So ulibaiwa bila nguo. So pia hii kuwa born again kwa Christ unakuwa stripped everything. Unakuwa uchi everything. Sasa anakuja kikuongezea tu. Anakuja kikuongezea. So kwa hivyo usikuwe God of yourself. Usikuwe discouraged. Hii ni kitu bigi sana tunatoka about leo. Mimi nakwambia Eric wamekulia God ngori. Vitu fulani walikuwa wanataka zi happen haziku za happen. Na vitu hawako wanataka zi happen zime happen. So wase wana feel God ni kwanza niliona post fulani. Juzi nimeupload. Then kuna jamaa ameandika aje amesema your God, ati kwanza amesema God is a 3-year-old dictator. God is a 3-year-old child seated in the sky. I think dictator kama hiyo. Yani ati God ni dictator tu, yeye ufanya tu vile ananid kudu. Na hata key feelings za wase. Unaomba hivi anakufanya hivi. Ukiomba hii anakucheza hivi. So anafurahiaga ni kama you're talking about Satan. That is not the true God. You're talking about Satan. Juu God akona inaitagoje? Akona will power. Kwa sababu ya maisha yetu. Kama mokoro wako uliombaga akadedi kama vile tulikuwa tunasema hapa. Na ni ukweli ulifunga na maombi na mokoro akadedi. Ni high time ujue Mungu alikubali ya dedi. Juu kama Mungu hangekubali ya dedi hangeadedi. So you must respect. Finally mimi nakujaga kuona people wanna try kujifanya their own gods. Number 2, wamekosea respect God. Like haezi fanya vile anataka. Number 1, lazima uelewe. Wewe ulitoka kwa God. Unakumbuka ukizaliwa? Imagine tuwezi hata kumbuka tukizaliwa. Isipokuwa picha zile unapiga ukiwa mnia juu, unaambiwa wewe ni huyu. Kuna rada ulikuwa nayo? Ukinyonya unakumbukaga? Na ulinyonya jigi, si ndio? Ulinyonya jigi ya mkoro, lakini huwezi kumbuka. Ukigrow hauwezi kumbuka. Birth yako ili happen. Kweli uongo? Kweli. Wewe uliona ukizaliwa? Kuna wasi hata humans wamekuwa na wewe. Mpaka God amekuwa na kwa life. Anashindwa mori. Yaani ujui vitu. Relax, kuwa na respect. Unataka kusema? Naona huko nataka kusema kuhusu jamaa anaitwa Austin. Niliona ameandika mahali amesema ati hii power of the tongue
haisikiagi mtu akisema anataka Audi. Nani sasa? Huyu ni jamaa anaitwa Austin, ni best yangu, so nilikuwa naona tu post zake mahali, so alikuwa anasema hii power of the tongue haisikiagi mtu akisema anataka Audi. Oh, the power of the tongue. Unafanya whatever Juu unasema God anakuaga, unasema hivi anakupeleka hivi, unasema hivi anakupeleka hivi. Aha. Hiyo ni kali. But uski like haisikiagi power of the Saindo nimeload. Saindo nimeload. Power of the tongue. Hii power of the tongue. Ana kitu nataka kusema of the tongue inasikia mambo mabaya. Lakini ukijitabiria mambo fiti ya Audi aikam. Lazima wase waelewe good and evil waga zina fight sana. Do you know mpaka nilikamkujua wewe kukua mzuri. Yaani kudo what is right ni ngumu sana. Unaona kama sasa hivi lesi waga tuvuti mangwai atu nini atutii no fornication atufanyi hapa na pale. Do you know ni hard sana ku maintain your standard kuliko kuanza kufunicate kukunywa. Yaani ni rahisi sana. Hata kitu ina come in my head ni God is just. When umetabiri unataka Audi, unatabiri good things. The enemy is unjust. Remember he has nothing good in him. So the moment you are speaking out good, he is unjust. He is going to fight it. But God is just. He is letting them fight you. Sasa ile umesema, oh my friend, endo ukakufe. God is just. Hata shinda kifight hiyo. Hata fight hiyo for. Unajua? So but shetani ataipropel. But wewe ukisema unataka Audi, shetani ataanza kupigana na wewe. That there and then. Hata tukisema Audi, let's say Audi umeisema na mdomo wako, nataka Audi. Na by the big up Mr. Audi Fasi from Mombasa. Kuna mzee anaitwa Audi Fasi. Audi Fasi from Mombasa. God bless you Mr. Audi Fasi. So ukisema nataka Audi. Nilikuwa nasema ukitaka Mr. Audi Fasi. Ukitaka Audi. Lazima tena kukuwe na zile mikakati mpaka upate Audi. So hizo mikakati wase wao wazipendi. Like lazima uhaso, lazima uchange, ujue pesa inaendaga wapi, kunaendaga aje. Lazima ukuwe na patience mpaka Audi kama. Wase kwa hii season waga wana hate God. Kuna ka video fulani kana circulate kwa social media. Jamaa amepray, ameingia kwa bed yake amekaa hivi. Amepray for a car. So hiyo maombi inaenda juu ni ya car. Then angel amesimama juu ya roof yake, anachukua prayer, anakimbia nayo kama barua, anaenda anapatia haya angel. Huyo angel anaingia mbinguni, shua. God naye ana release gari. So gari inarudi, si ilienda kiwa barua, inarudi kiwa dinga. Anakuja anapatia huyo angel na kama anasimama kwa nini yako. Kwa rehema yako hapa kwa nyumba. Akikuja angel ameshika dinga hivi anashindwa kajango kalienda wapi. Juu mjamaa alikuwa na prayer aliamka. Akaenda sasa, inaonesha sasa kwa hiyo video kakatun. Ako mahali anafanyiwa manini mazinga umbo za juju. Na angel ameshika dinga hivi anashindwa msi ameenda. Jamaa alienda. Then anaangalia hivi anacheki jamaa kwa dumba, kwa mchawi. Aliona mambo ya God imekaa sana. Na hiyo ndio kitu watu wanafaa ku understand. God anakuaga na how huaga anafanya stuff. Ukiona mkoro wako ameondoka, buda yako ameondoka, God amerespect. Hiyo like ameona hiyo ndio fiti ifanyike hivyo. Akiona mtoi wako ameondoka, akiona umelose job, umelose marriage, kumekuwa na separation, sijui kumekuwa na nini divorce, God amepapasi hivyo na amefurahisha hiyo. Juu kama Mungu hangetaka hiyo kitu hainge happen. So mimi uangaliaga kwa life yangu naona vile iko ni most amekubali hii kwa hivi. Juu kama hangekubali ka hivi then tungekuwa na wewe. Exactly. Kuna kijana fulani aliluzigi buda yake. Lose buda yake after a short while akalose bro yake. So yeye alikuwa second born. So venye alilose buda yake na akalose bro yake ilikuwa automatically nikaenda amekuwa baba na amekuwa first born at the same time. Una get? Buda yake alikufa juu ya tei. Bro yake alikufa juu ya wizi. Yeye akakuwa sasa ndio amekuwa first born. Yeye ndio automatically akafanywa kuwe first born na God. Cha lazima. Wili budake na first born wao walikuwa a sign of authority over him.
But unaona wameondolewa. Huyu jamaa watu wenye God aliintroduce kwake walikuwa wasee wa church. So yeye hakuenda njia mzae, neither hakuenda njia bro. Yeye alienda njia ya church. Lakini kama budake na bro yake wangekuwa probably wangemuinfluence. Juu wangekuwa na higher say. Wangekuwa na something to speak. Wangeenda Said. So Kenya unasema ni ukweli la. Kenya venye imefanyika na vile iko ni God anajua. Na unafauti. Na most of the time tuache kushinda tukijisumbua sana na vitu zenye hatuelewi. Wewe ngoja tu, jipe time. Ambia tu God, nataka kuelewa hiki kitu. Hata kama sile unataka kuelewa, utaelewa tu at the end of the day. Exactly. Trust in the Lord and lean on your understanding. Hebu kuna kuwaga na hii riba ya Job. Kwa Job chapter 1. Job unajua hakuwa iambiwa ni nini na hapo. Imagine shetani amepata God. Rada umse muondolee hiki kitu uone atakutukana. Job alikuwa anasikia hii conversation. So mambo ina happen kwa life ya Job. Job haelewi. Watu wangu wana dedi, mali yangu inasambaratika, what is happening? But ali keep the faith in God. Na akaendelea kuwa righteous before God. What am I saying, Pastor Eric? Mtu wote leo anatuona hapo nje. Hata kama life yako imetana utakuwa aje. Yes. Hata kama ni nini ina happen kwa life yako saa. Amini usiamini God ako rada ya hiyo situation. Just believe that God is right. Anajua na ako right. Yes. Kama hayuko right, anafaa kuchange hiyo situation. Yes. Does this mean tusiombe? No. Enda kwa magoti, understand the will of God. Manze, blessed is the man ule uaga na understand God anadu hivi kwa nini. Yani anajua the mind of God, the mind of Christ. 1 Corinthians 2 inasemaga, a spiritual man judges all things. Sindio? Yeah. He judges all things. Mother amedidi kwa nini? Bro amedidi kwa nini? Mbona nime lose job? Mbona nimefanya hivi? Then you have the mind of Christ, una judge. Do you know kuna video fulani nilitoa pale kwa TikTok. Ina talk about God akikuvuruta masikio. Yeah. Kuna wase huwaga wananiandikia, "Manze, nime lose job, nimefanya nini?" Yeah. Nilikuwa na live life, nilikuwa na live life ya tei nini hii mambo yote. Then huo msee anajijudge mwenyewe anasema, ama God aliniondolesha biashara zangu ama ndio nimrudie. Unasikia mse consciousness yake iko alive. Yeah. Anajua poa sana. Like ile life alikuwa na live haikuwa poa. That's why God ameondoa whatever. Amemleta karibu na yeye. God hataki uangamie uende hell. Hell is the end game. That is the end game. We are all living for heaven or hell. Exactly. That's the reason we are here. The end game. So a value of decision. God akaa hivi angalia ukienda hell. Hata kubali. Atangangana heri ya kuondolea mboka, heri ya kuondolea wakidi, heri ya kuondolea wife hazi, uone tu life. Yeah. Ni ukweli sana. Kuna historia watu wengine tena wameona ni kama God ni unfair. Unasikia mtu anasema, "Ai, God anakuwa unfair ni." Juu zile vitu zina happen kwa wale. Unasikia mtu anakuuliza, mbona tu God angededisha tu shetani aende ishe. Si una So wanangorea God juu wana feel like God ako unfair. Amewale down. Unasikia ni kama God ako unfair, like mbona God aliallow kuwa na waizi? Mbona God aliallow like life ikuwe too so hard? Kwanza nasikia gani naambia, if God is so good, why are there evils in the world? Yeah. Kama God ni mzuri sana. Sasa wanasahau wao si wazuri. Kama God have to eradicate the evil in this world, wao wangekuwa dead. Yeah. Hakuna mse anaweza baki, wacha shetani. Yeah. Baka pasta wenyu. Kwanza mimi hapa ningekuwa jajasha ni nyonga, si ndio? There is no one who is good except God. So God amepatia wase grace time. Wengine wameenda wamepatia watu wao kwa pastor, wamebelieve that this wamepeana mtoto kwa church. Then all of a sudden mtoto akiwa church anapata ball. Unashindwa. Kalienda nini kufanya kwa? Ulienda kufanya nini kanisani? Mbona tu God ni unfair hivyo? Why did it happen? Ni vile wasewa elewagi God. Ukakaa chini na mind ya God. God akueleze rada. Yeah. Unaweza pata everything God alikuwa na do was right. Yeah. There's a man who died in the US. Alikuwa kwa clinic, alikuwa atheist. So amepelekwa clinic nini, amededi, amekata roho. Sure. Na nini wamemfunika,
manas wamemfunika, wamejua ameenda si heartbeat ime stop. Huyu jamaa alikuwa mzee, alikuwa atheist, mzae kedo 50 something. Mimi nakwambia soul yake ilikuwa imesimama kwa darkness. Then ikaona light inatoka ile side inakam. Anaona ka light kanaendelea kukua kakubwa. Ako kwa vacuum. Darkness, total darkness. Light inamkaribia. The more light inamkaribia, the more inaanza kujishape kama mwanadamu. Akashindwa hizi ni gani? Jamaa akakaribia, hiyo light imejishape kama mwanadamu, akakuja akaingia ndani yake. Sure. Na kuambia the time hiyo light iliingia ndani yake, alielewa kila kitu. Amazing. Aliona life kutoka beginning of time to the end of the world. Yeah. Alikuwa anasema everything iko vile ilitengenezwa ikue. Even alikuwa anasema huo mlami, even a stray dog ile aliona in those time kwa hizo mavision zote. Imagine alionyesha tangu stories za kina Adam mpaka the end of the world. Even the stray dog ile ilichomokaga ikagongwa na dinga ilikuwa kwa hesabu ya God. Hiyo kitu mili ni move boy. God is behind it all. Yani God is behind it. Atoa hiyo dogi ndio iziume mse ako na rabies, iziume mse rabies sana. Yani my friend, everything is perfect vile God ameiweka. Yeah. Sana hapo kwa dogi. Unajua saa zingine God anauaga dogi juu sasa ameona. Mnaitesa. Saa zingine anaiondoa. Mnaitesa juu hata ina chakula ya kukula unaona? So anaona tu acha hii dedi. Hata kuna wase fulani. Kuna best yetu fulani alikuwa anapitia mangori mingi. Alikuwa ameachanishwa na familia na nini. God alimchukua. No mse venye alidedi nilikuwa like, you know what? God yenyewe umemchukua pumziki. Because akona family but ni kama hana family. Unaona? Nikasema tu God amemchukua tu. Yeah. So like ile time yenye tunaona a lot of evil ina happen in the world, tunafaa kukumbuka hivi. Kama for example hiyo example yenye nimepeana, umepeleka mtoto wako church and then ameenda amepata mimba huko, si ndio? Kumbuka this one thing. Sio God to blame. God ametu create na love. Na love imetupatia free will. Na free will ndo you will tunatumia sahi. Juu kama hangekuwa ametupatia free will, angekuwa dictator. Ona. God anakuwa tu ametutengenezea njia. Ukifuata kwa hiyo njia yake ndio hautapata ball. Ukifuata kwa hiyo njia yake ndio utatoka kwa will yake. Sasa shida inakuaga ni watu utoka kwa njia ya God. Ukitoka kwa njia ya God, uko nje kuna kuaga na waizi, kuna kuaga na wauaji, kuna mambo yote mabaya huko nje. So ni ujue ya kwamba it's all about way. Na ndio sikia Jesus akisema is about I am the way, the truth and the life. Yeah. Wow. Yeah. Manze wase wanafaa kuendelea kukaa kwa will ya God. Ni njia. Na usiwacha kuona ni kama unajua sana. Kuna wase wengine wanaonaga ni kama wanajua sana. Ni kama wanaweza do it without God. Yeah. Unaona mse amechelewa kwa marriage, like anaanza kurush. Juu ameona God amechelewa sana, wacha hata mimi nichangamke. Wase wengine wanaonaga wamekosa watu hii for like 10 years. Kwanza wale mkuru mabaren. Like upatii hazi yako mtu huyu. Anaona manze the best thing to do, God amechelewa sana. Wacha niende kwa witch doctor, nipate mtu huyu. There was a man in the Bible alifanyaga hiyo blunder. Na ni our father in faith, alikuwa anaitwa Abraham. Abraham alikuwa na so many years wakiwa barren na nini wake Sarah. Time ikakam akapatiago promise na God, akaambia cheki utapata mtoi. Unajua aliambiago akiwa miaka ngapi? 75 na alipataga huo mtoi akiwa so unaona hiyo grace period yote ya patience. Hapa katikati manze usikiwa alisahau vile most alikuwa amesema 25 years ni mob. A lot of time. Wase wengi wajuagi hata mpaka David the time anaua Goliath alika 15 years ndio akuwe king. Yeah. Imagine 15 good years. Yeah. Moses alika 40 years of preparation. Wewe unakuwa prepared 6 months. Unaanza kusema God amechelewa. Moses alikuwa prepared 40 good years. Christ alikuwa prepared 30 years. Yes. Na alipiga mboka ya 3 years peke yake. Una prepare 30 years, unapiga mboka ya
3 years. Mimi sasa hapa unaniona hivi nikibonga. Mimi nimekuwa prepared 15 years for salvation na mambo ya word. Ndio nikuje ni preach leo hii. Unaona? Ina take time God ku prepare mse. Yeah. What was I saying? Mandem akacheki amechelewa sana God. Ndio ulisema si atukatai. Yes. Lakini tuduaje God? Kifaa Sara akaambia Abraham, we chukua mbocho wangu pata watu ine Jumispat. Walisahau promise ya God. Yeah. God lazima akam. Kitu yote amesema ifanyike lazima. Yeah. Aya, walichukua Hagar, the Egyptian. Yes. Akapata mtoi na yeye. Do you know after ashapata mtoi na yeye 14 years after Isaac akazaliwa sasa. Na huyo mtoi anaitwa Ishmael alisumbuaga Isaac na ndio umsumbua mpaka leo hii. Yeah. In the Middle East. Yeah. Ishmaelites wao fighting na Esau na Isaac mpaka leo hii. Hebu niambie kama Abraham ange relax na akubali vile most ameweka time yake. Ile tulikuwa na bonga kuhusu season and times. Yeah. Leo hii in the Middle East kungekuwa na war. Imagine. Na hizo ni generations ngapi? More than 5000 years na bado wase wanapigana. Kwa sababu yani ile Ishmael. Ile decision tu alimake. Moja tu. Ya kukosa kungojea God acheze kama yeye. That's why nakwambia wase wamekam to a place wanaona God ni kama ako wrong. Yeah. Whatever ana decide, whatever anatuchuzia, God ako wrong. Unajua wase wanakula makali. Unajua sometimes tunaona ni kama God amekawia sana kukam, but he's rectifying the problems that we have already made. Anafanya stuff. Yani wewe ulifanya ngori, ukasahau hiyo ngori, but sasa lazima in the spirit hiyo ngori rekebishwe ndio uweze kumove to the next level. Imagine. So God anashughulikia vitu zenye wewe ulikosea. Na wewe unasema hey, God amekaa, God afanyi na God ni wewe anashughulikia in the background. Mpaka kuna mambo zingine wase huaga wanatafuta. Yeah. Unacheki msee ametafuta mboka for a very long time, hajapata mboka. Yeah. Most of all this time anajua poa sana kuna job yako nataka uingie pale. Lakini kuna mtu amekalia hiyo kiti. So when nipatie grace period, nitoe ule msee kwa hiyo mboka. Ule msee acheze hivi ndio ule msee atoke kwa hiyo mboka. Ndio mimi sasa nikupatiane kwa ile mboka. Ama msee anafaa kukuonesha hiyo mboka, kukuambilia hiyo kazi hamjaipatana na yeye. Yeah. So lazima make friends na msee fulani ahamie karibu na wewe. Ndio mkue memorio akuambilie sasa hiyo kazi. Hebu angalia hizi strategy zote za Most High. But si ulala tu tunaamka tuna think about ourselves. There's a time nilikuwa nafikiria. Sisi waga tunafikiri, unajua neighbor amedish nini leo? Anya sijui. Unajua amelalaje? Anya sijui. Lakini unajijua. Exactly. God anajuanga sisi, anajua neighbor wako mahitaji yake. Yeah. Na anajua hata wa neighbor wako huko down chini. Na anajua pia wase wa hii area. Na anajua pia wase wa utawala yote. Sasa God anajua wase wa Machakos County yote. Anajua Nairobi County na anajua kaunti zote za Kenya. Sasa huu Mungu bado ndio anaanza amejua wase wa Uganda wote na mahitaji yao. Hebu angalia Tanzania ni watu wangapi na Ethiopia? 110 million, si ndio? Anawajua wote na mashida zao. Tuende East Africa, tuende pia Afrika mzima. Anajua watu wa Nigeria na Egypt na South Africa. God akona riba mingi. Sasa na akona mambo mingi anafanya. It is not all about you. Sasa kama ita have to jue venye watu wako, si maybe mtu ako na show CNN. Unaenda kazi yako tunakuuliza wase. Umemaliza. Kama sasa unajua kuna msee ujai hata meet. Unauliza watu CNN, mmelalaje? Mimi angalia mpaka ngori tuko nazo. Kama sasa hizi tuseme tunasumbuliwa na kitu fulani. Yes. Do nini? Usikii kuna msee zabe fulani asumbuliwi na tu. Yeah. Hiyo kitu wewe inakukulaga kichwa, haimsumbui. Yeye anasumbuliwa maybe na mtoi. Amemkula kichwa anashindwa mimi nikidedi mtoi ndio anafaa kuwa hapa. Na anakunywa pombe amejaribu nitaachia nani? Wewe God akona rada mingi sana za kudu. Toka Afrika, ingia Europe. Alafu nilikuja bado kuona like life yetu sisi yote inakuga like your life concerns me in one way or another. Juu kama sasa hizi ingekuwa na bonga hivi, ungekuwa unasikia hivi. Kabisa. So hakuna mtu angekuwa kukuambia hivi. Kama sisi wote preachers hatungekuwa. Exactly. Time ya COVID ndio nili appreciate kila msee na busy yake anadu. Yaani ulikuwa unajipata uko na pesa lakini hauwezi nunua kitu.
So how important ni huyo mtu wa duka? Sasa hiyo ndio ulikuwa unajua. How important ni hao watu wenye tutolea chakula kutoka kwa shamba kutuletea? How important ni hao wasi? Nikarealize kumbe life yetu inakuanga tu like ni moja hivi. We concern me and you, we complete life together. Unajua? Bila wewe hakuna life na bila mimi pia hakuna life. Jana nilikuwa napiga. Jana ukiniuliza kuhusu ile kikeja kiko hapa. Ile kikeja kia giza nilikuwa nakuonesha pale magizani. Ile kijamalizo hapa. Hebu piga sasa hesabu. Wewe uko kwa dunia wewe peke yako. Mpaka hivi kuko kila msea vanish. Wewe uache peke yako. Na wewe unajua venye kuna. Unadhani unaweza jitisha aje? Kujitisha, unajua ni demons ngapi? Unajua demons tukiwa wengi ziko scattered. Demons ziko scattered. Zila kukujia zote. So ukiwa peke yako shetani hata ana kazi nyingine. So unaweza pigwa habari zingine hazikujuani. Hata one day. Unaona? So what was I saying? Yeah. God akona riba ya wasee wengi sana. Na God ako concerned na watu wengi sana. Nilikuwa na kukaunti ya Europe. Enda America. Enda Asia. Kwanza wachinkuni wengi woi. Na Wahindi. Na anajua kila mtu na mahitaji yake. Yeah. Na anapanga huyu apatane na huyu kwa nini kuwafanya hivi nini. Juu life ina revolve around watu. God akukutanishi na mbuzi. Anakukutanisha na wasee wako na mbuzi. Unaelewa? So God amekupangia life yako mpaka vile utaenda China, biashara nini. Hiyo mambo yote kuna China kanazaliwa ndio kakue hivi asimame kwa hii kiti ndio mtaelewana na yeye ndio uende China. Yaani mimi saa zingine humble before God. Nikiona huyu wala yako na vitu mingi sana za kudu. It is not all about me. Na akona the good, akona the inaambia gwaje? Akona God akona vitu mingi sana. So ndio hiyo lakini kuna yani akona desire mzuri ya kuona life ikienda fiti. Ayuko hapa kutu heart. The plans. Akona exactly hiyo ndio jina. Ejide liko imenihepa hoi. Akona plans fiti towards your life. Na uache apange. Uache kumblame. Akiondoa hii kitu wewe appreciate. Akikupea hii kitu appreciate. Kaa hapo as life ina progress. Yes. Yeah. Ni vibaya sana ufeel that investment yako pia kwa God imekuwa ni for in vain. Juu kuna watu wamejamia God juu ya investment. Yani say walikuwa wamesikia for example kama sasa kuna story ya sana though ni right lakini watu wana misinterpret ya kutoa do kwa church. Unapata mseli tu do ndio moke. Alafu bado jakam venye alikuwa na expect. Unaona? Ana blame. Maybe alipata wrong information. Unaona? So aka invest, kuna watu wameinvest yani ndani ya church yani. Msi ameenda mpaka amepeana gari, amepeana hadi plot nini. Na life yake na life yake imeenda ikikuwa worse and worse. So unapata amejamia God, amesema hakuna God. Wengine wamespend a lot of time kwa keshas, wengine wamespend a lot of time kuenda church, kuosha church, all these things. But the most important thing nilikuja kujua in this walk of salvation. Just desire to know God. Exactly. Ukishajua God, mtakaa na yeye side muangaliage life huku sasa ikihappen. Chunga sana usikue, sisi ndio tunakuangalia life ikikuhapenia. Kuwa hii side nyingine ni ngori. Kuwa hii side ya God. Now how can you do that? By knowing him. Na tunaweza mjua by the scriptures. The word of God. Ati kujua the mind of God. Ni kujua the word of God. Jua ndio mind yake. Si ndio? Hiyo ndio mind yake. Vile yeye anafikiria rada hii itakuwa aje. Kuna thing unaweza do ni kujua God. Ni kumjua juu kuna ni vibaya sana ukimisunderstand. Ati God anaweza kuwa na kufikiria vibaya. God atakufikiriaje vibaya surely? Mtu amekucreate. Hebu piga hesabu Pastor Eriko. Kaka ya. Hebu piga hesabu. Most High amecreate this world. Una jana kumenyesha sana, si ndio? Ni nini umefanya kunyesha hivi? Maana usikini kulala kuamka na kuishi. Mvua ni baraka. Ni baraka. Hiyo tu ni asiari hapa hoji mvua ni baraka. Wewe unajua mvua mali inatoka? Na science naweza sema. Science wanasema aje? Scientist mtuambie vile mvua inasema. Vile mnasemaga. So unapata there was a man called Job. Pale Biblia ikiisha kwa Job.
Job alikalisha chini na God akaambia, now kaa chini, I will ask you questions. Mika God wewe kama mwanadamu. Yeah. Job alipatana float. Anaambia cheki, wewe unajua saa zile ma Wall Street zinapataga watoi na zinaga nest, zupata kwa grau. Yeah. Nani anaangaliaga hiyo ya ima? Na beast ingine ikuji ikanyage na watoi wa Wall Street wanazaliwa after some time. God ana protect hiyo kitu na iko kwa jangwa. Mpaka hao katoi kanazaliwa. Yaani mpaka anawauliza, unajua ni nani alisema mtaifuga mazebra mtaa yako? Ushaona msema amefuga zebra? Zebra ifugikagi. Na uwezi ride kama horse. You cannot. Jimeko mind ya na God ameiweka mind ya uwezi ride hiyo zebra. Vile zebra ni strong. Yeah. Uwezi ride. God alikuwa anajaribu kuonesha Job, mimi ndio God. Hapa mimi ndio usema. Na vile nimetengeneza world yenu, nimetengeneza for your own good. Yeah. Kunakuwa na jua, kunakuwa na mvua. Sasa jana sisi tulikuwa kejani, si ndio? Kunanyesha ndio hiyo mvua. Mtu ako kwake. Kuna msee hiyo mvua alikuwa anasema, manze God, wacha isinyeshe, wacha juu. Hawa yake iko na shimo, maji inamwagika. Yeah. Kama God angesikiza huyo msee, juu ya hiyo shimo iko kwa keja yake, bado yeye ndiye atalilia God, kuna chakula kwa soko. So God amepiga ukiona kitu iki happen, Jaja amepiga uradi yote clean. Na anajua inafai happen, if iko happen sai, inafai happen for our own good. Unaona? So people should respect the Most High. Kuna verse fulani kuko in the book of Isaiah chapter 61. Kuna kitu God hapa anasemanga tunafaa kujua. Unajua ni lazima uweze kujua under which dispensation am I. Sikia. God anasemaje? Proclaim liberty to the accept. Haya. Chapter 2, 61 verse 2. 61 verse 2. The Bible says, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn. Say it in the year of favor. Say it is the year of God being for us, not against us. If God is for us, who can be against us? Even 8:31 Romans. Sindio? Say tuko kwa dispensation because hii ilikuwa ni prophecy na inapokuwa prophesied. On those days it will be the year of the Lord. So it is God himself who will be working in us. It is God who will be causing things to happen to us. So say God ayuko against us. God is for us. So if wewe utafikiria that God is against you and he wants to destroy you, just know you have not gotten the mind of God in you. Wewe umehepa. Wewe kabisa God hataki kukudestroy. God hataki umie. God hataki upatane na shida. Jana nilikuwa naangalia vlog fulani hapa kwa teli. Mamchana jana Sunday. Nikaangalia vlog. Huyo gala alikuwa anatembea dunia mzima. Jana alikuwa Colombia. Alikuwa street food nini Colombia wao kulaaje. Street food anaenda anakula hapa, anaenda juu ya mountain kuonesha Bogota, the capital city. My friend nilikuwa naangalia ile kiroma udema nakula. Kitu inaniambia manze God ametupatia the best. Eriko nyama. Nyama unaweza toa wapi? Kama si God anapeana. Ni kweli. Kinyama unaona vile mazuki kieka kwa sufuria then ukikaange fiti yani. Alafu ukalie chini na sembe na kiova. Take your food God ametupea. Unaweza toa wapi hiyo food? Surely. Nyama unaweza tengeneza aje? Na i-taste hiyo design. So mimi nimekam ku appreciate God zaidi. Ni kuona God alitupatia dunia fiti sana. Isipokuwa tu ni shetani alileta kujua sana akatuharibia dunia. But God alikuwa na plan poa sana akicreate mwanadamu. Ni kweli. Na first of all akuameka hata death. Death haikuwa. Death ni sisi tuliletewa na dhambi, si ndio? Through shetani. So kuna mtu alikaa zabe akafikiria vile maisha yetu itaharibika. Unaona? That's why Christ anakuambia rudi kwangu, okoka. Maisha yako ndaiangalia tena. Na not only hapa kwa hii dunia, but hata kwa dunia ile God anatengeneza new earth na new heaven utakuwa huko.
kama hii dunia inabambanga hivyo. Dunia unatuaga inashika kuruka. Wewe unasema nini bana? Kama tukidwell na story ya nyama nini kaova pale. Kaova. Hebu angalia, hebu check. Kachumbari ya ova nini? Pastor Eriko. Na hiyo ni hapo. Hebu angalia, nilikuwa naangalia check ukiwa na dem. Wife yako. Hiyo sasa unajua sasa hii feeling iko juu ya ova. Iko juu ya ova. Hii feeling ya kuwa na dem, kuwa na wife. Okay. Yani wife kuwa na hazi. Unaona vile God amecreate hiyo chemistry. Ya manze, unaona like wife yako unasema, wow. Manze, unaona? Look at that avocado. Ebule hapana, si story la ova. Tumeshatoka kwa chakula. Sasa tuko hapa. Unaona? Okay, yeah. God ameleta that nini? That feeling. Unaona? Yeah. Wewe unajua unataka kuchafua rada. Na niko sawa. Tunajaribu kukushow. Hiyo feeling, hiyo feeling ni priceless. Uko na watu hii, uko na familia yako. Yeah. Ticha, kuna hawa watu fulani like wamejipata, wamechukia God because like ni kama God amekuwa forced to their throat. Napata for example, wamelazimishwa God. Butako maybe ni pasi mahali. Lazima uende church. You have to go to church. Wengine like wameenda kuishi kwa their relatives. Wamekuwa forced, wameenda maybe umeenda kuishi kwa auntie yako ama auntie yako ama uncle yako, then umepata hiyo familia wani watu wako hivi 7th day or whatever. Ama wanaenda church Sunday whatever, like church lazima uende church. Na yenyewe mtu ya feel kama anafaa kwenda church. So anajipata amechukia God kabisa. Kuna mtu fulani nilisikiaga akisema mimi kama mtu wa pasi. Mimi yenyewe nimegrow nikiona watu. Yeah. Hakukuwa na ile free time yetu kama sisi. Yeah. So alikuja akachukia rada ya church kwa sababu budake alikuwa anafikiria kuhusu church every other day. Na hii nakwambia the men of God mnafahamu balance time. Kuna time ya ministry na time ya family. Kuna saa washirika wa come home kwa ushirika. Wewe sasa hiyo ni time yako na wife yako na watoi. No God. Okay, no ministry, not no God. No ministry. Yeah. Hakuna kudungiwa hapa na pale. Yeah. Kana familia yako. No. Kwa ukienda kwa religion zingine, kuna watu yuzalio kwa religion. Ma religion tu unapata mtu huyu amezaliwa ameanza kugrow. Watu hii wako kwa age ile ya nataka kujijulia mimi mwenyewe. Umeishi kuniambia kuhusu God. Umeishi kuniforce kwenda church. Umeishi kuniambia story ya mosque. Umeishi kuniambia sijui story ya hii zinaitwa Hindu temple. Na hizo rada zote. Mimi nataka kuexplore life. Nijijulie life vile iko. So unapata God ako pushed on their throats vile unasema. Nao wanataka sasa kuexplore wajue God for themselves. Yeah. And it is very important. It is very important. Like unajua God pia ni love. Na hakuna msee yote mwenye alikuwa forced na God kwenda kwa God. Actually, the goodness of God leads us to repentance. Like kama maybe kuna mtu anaishi kwako na wewe ni mtu church na nini. Don't force them to go to church. You just be good. Live the life of church. Watu wataona wenyewe there is something. Hata anaweza kosa kuja church yenu, but atakuwa na kuangalia hivi anaona the whole body of Christ. Unajua inanipatia point moja strong sana. God anakuwa amecustomize life. Lazima umneed one day. Yes. Wewe sasa hii pasi the time ukisevika you really needed God. Mimi nikisevika I really needed God. Yes. Si ni poa sana kuliko kufind God na uko tu ukitembea kwa barabara. Umfind saa zile unanid kumfind. The children of Israel wakiwa Egypt. So sauti yao haikuwa isikika. For 430 years. Sauti yao ilisikika the time ilipanda juu to God. Yeah. Wana need help. God aka listen to their cry na akatuma Moses. Yeah. So what am I saying? You must be saved from something. Maybe you just find Christ sushindaga tukisema. But let me tell you. One day utafind Christ. Ni real. Yes. So unaweza kumejamia God sai juu elewi mambo fulani. But prayer yetu hapa Mr. Eric. Yeah. Ni ati say wa find God in their
lives. Yes. Wa find Christ ajireveal kwao na makasiriko yao ishe. Yes. Exactly. Yes. Na nikiadd upon that naweza kusema it is very 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 common for people to have like True. anger towards God. Unaona? Na when unasikia uko angry with God ama una feel umekasirikia God, try so much, don't talk or don't say anything, don't act like a fool, because you know anger does not produce God's righteousness. Now you can overcome this feeling, you can overcome these thoughts by praying, reading the word of God, talking to mentors, people who you know that they can help you na watakulead kwa njia nzuri ambayo ni ya God. Then the best thing you can do, it is always to trust in the Lord and to know that his way is always right. Amen. We have people in the Bible who have been found in these situations. We have Jeremiah mwenye hata aliambia God, you have deceived me and I have been deceived. Sijui kama umeona hiyo. God, you have deceived me and I have been deceived. Kuna part kama ya David alijipata pia kwa situation anafaa kasirikia God. Kuna mpaka the common one ya Job yenye alijipata nafaa kasirikia Job. Na sasa kuna hii yako yenye uko nayo wewe pale nyumbani ama ya rafiki yako ama jirani yako ambao amefeel. Lakini tuliona David, Job, all these people, they knew that God was right. Na tu walikuwa kwa hiyo situation hapo hivyo, bado waliendelea kutrust God na waliendelea kumseek wakatoka kwa hiyo situation. Pia wewe encourage yourself, encourage your neighbors that God is right and we are wrong. Kwa hizo zote zenye tumebonga, maybe kama kuna kitu maybe hatuja ongelea, najua God atakusaidia, na zote they have the one answer. Jesus Christ is the way and is the answer to all these questions. So, teacher, any final words? Mimi niko sawa, wase tu endelee ku rely on the word of God, watajua mind ya God. Yes. Mimi nazoambia, remember, God is right and you are wrong every time. God will bless sana. May the Holy Spirit guide you, lead you, comfort you, help you wherever you are. Peace and grace until the next episode. God bless you. Thank you.